Neno uadilifu huwa napendaga kutumia mfano wa hili neno linaitwa integer, kwa maana ya integer, integer, ambayo ndiyo mzizi wa neno integrity, kwa sababu uadilifu kwa Kiingereza ni integrity, ambayo ina maana ya kuwa kamili, being whole, being complete, kuwa na sura inayoeleweka, kuwa na umbo linaloeleweka, kutokuwa mtu anayebadilika badilika. Integer ni namba kwenye hesabu. Moja ukiichukua ukaipeleka Marekani inabaki kuwa moja, ukiipeleka China inabaki kuwa moja, ukiipeleka Saudi Arabia kwa Waarabu itabaki kuwa moja, ukiipeleka Brazili inabaki kuwa moja. Moja ni moja kila mahala. Kwa hiyo integrity inatokana na neno integer inayomaanisha complete au whole, inamaanisha kitu kisichogeuka kokote. Mtu mwenye uadilifu ni mtu asiye na maneno mawili au matatu, ni mtu mwenye neno moja kokote utakapompeleka. Hii ni tabia ya baraka sana, na Mungu anataka watumishi wake wawe na tabia hii ya kuto kubadilika badilika, kuto kugawanyika gawanyika, kuto vunjika vunjika, sense of completeness. Kwa hiyo uadilifu ni msimamo wa Biblia. Mtumishi anatakiwa asiwe mtu ambaye anabadilika hovyo hovyo, na Biblia inataka mtumishi wa aina hii kwa sababu inataka kumtegemea. Huwezi kumtegemea mtu ambaye anabadilika badilika. Integrity au uadilifu ni kanuni ambayo inampa mtu kutaka kuwa mkweli, kuwa na shauku ya kutimiza viwango vyake yeye mwenyewe, kutimiza maneno yake yeye mwenyewe, kuwa mkweli, kuwa mtu asiyebadilika. Kwa hiyo inakuja kuwa shauku ya mtu, na hiki ni kitu binafsi, it's a personal thing. Mtu anatamani, na ni kiwango. Nasema ni kiwango kwa maana ni degree, ni kiwango, kwa sababu sio jambo la kumlazimishia mtu, ni jambo ambalo linazaliwa ndani ya mtu from inside out, alafu linamcontrol yule mtu, anakuwa ni mtu wa maneno yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ambalo tunaweza tukaliomba, lakini ni kipawa ambacho Roho Mtakatifu anaweza kakiachilia ndani yako, lakini pia ni jambo ambalo unaweza ukajifanyisha mazoezi.